unajua imebadilika. Na mbadilika kweli. Lakini ninachojiuliza mimi, imekuwa kuwaje? Zile nguvu kazipatia wapi? Nimeshangaa sana. Kwa sababu nimekutanguliza. Umeenda umepigwa umerudi. Nikaona kwa nini tuzalilike? Kwa nini atuzalilishe mbele za watu? Inabidi nisogee. Kusogea nadhani kilichonitokea umekiona. Nimekiona mkuu. Si cha kuhadithia. Sasa mimi nadhani kuna haja huyu bwana kumkomesha. Kazi kwako mkuu. Kwa sababu haiwezekani. Nakupa pole mama. Mungu atakuponya. Pole mama yangu. Vipi? Mambo ni gani? Hivi yule bwana unamuelewa sasa? Nimemwelewa mkuu. Nimemwelewa mkuu. Unajua imebadilika. Na mbadilika kweli. Lakini ninachojiuliza mimi, imekuwa kuwaje? Zile nguvu kazipatia wapi? Nimeshangaa sana. Kwa sababu nimekutanguliza. Umeenda umepigwa umerudi. Nikaona kwa nini tuzalilike? Kwa nini atuzalilishe mbele za watu? Inabidi nisogee. Kusogea nadhani kilichonitokea umekiona. Nimekiona mkuu. Si cha kuhadithia. Sasa mimi nadhani kuna haja huyu bwana kumkomesha. Kazi kwako mkuu. Kwa sababu haiwezekani. Hata mimi kazi nimemfundisha mwenyewe. Anakwenda kinyume na makubaliano, lakini pia anatuzalilisha. Mimi nitamkomesha. Naam. Nadhani unanifahamu. Basi hilo limeisha. Mimi nadhani tuondoke. Afadhali babangu nilivyokukuta hapa. Ulikuwa na shida na mimi? Mguu ulikuwa ni wako. Haya, ongea. Baba, mimi nina shida na wewe, tuzungumze. Matatizo yapi tena? Babangu, mimi nina shida na wewe. Ondosha. Baba, nilikuwa natoka hivi bondeni hivi. Nikarudi zangu nyumbani. Nikafika pale maeneo ya katikati karibia na kutokea barabarani pale. Nini tena? Yaani nafika pale nimekutana na mtu. Huyo mtu amefanana na mimi. Unavyoniona mimi jinsi nilivyo hivi.
na huyo mtu yuko hivyo hivyo. Ha? Una uhakika? Baba, mpaka natoka hivi nyumbani na kuja kwako. Ni kweli. Aya, kasema nini huyo mtu? Au kakwambiaje? Huyo mtu kauli yake alioniambia kwamba mimi niachane na kufuatilia ile familia kina Hadija. Nikuulize kitu. Je, unavyoona yule mtu yupo sahihi kusema hivyo au hayupo sahihi? Sina uhakika. Sina uhakika baba. Unapenda sana we shobo. Unashobokia vitu ambavyo hauviwezi na uvijui. Yaani unashoboka tu, wewe kushoboka tu, kutwa nzima unashoboka. Maana kini. Haya, wewe Hadija na nili wako unamhitaji Hadija. Na kuuliza Hadija unamhitaji? Baba, yani mimi nikajua nikija kwako utanipa ushauri, lakini maneno yanakuta tofauti. Una uhusiano naye? Hapana. Ndugu yako? Hapana. Mama yake ndugu yako? Hapana baba. Hapana. Utayatafuta marefu. Unapenda sana wewe kutwa unafuatilia familia ya watu. Kutwa unafuatilia familia ya watu. Punguza, achana nayo. Tatizo unashoboka sana. Kila unapokwenda wewe Hadija, kila unapokwenda Hadija. Sasa mwisho wake hiyo Hadija utaingia kaburini. Sawa, nimekusikia. Nipo tayari kumsaidia mama yako. Sawa. Sawa. Nitashukuru sana kwa hilo. Maana Mtabiri, kiukweli mamangu anateseka sana. Na sio mama, inafika tu hata mimi mwenyewe napitia wakati mgumu kwa ajili ya maradhi ya mamangu. Alafu kingine, usisahau kuja kuchukua dawa jua linapochomoza asubuhi. Sawa? Sawa, nimekuelewa, haina shida, nitajitahidi kuwahi. Sijali kwa hilo. Mazungumzo haya tuliyozungumza hapa nahitaji yawe siri. Iwe siri yako. Usimwambie mtu yeyote kwa jambo hili tulilozungumza hapa. Umeelewa? Nimekuelewa Mtabiri. Na nakutegemea sana katika hili. Sina msaada mwingine zaidi yako. Imani yangu yote kiukweli sasa hivi nakuangalia wewe. Naamini utanisaidia kwa hili. Sawa, unaweza ukaenda. Basi sawa, asante sana kwa hiyo. Sijali, safari njema. Wenyewe humu ndani. Mama Muna, karibu sana. Na mbona upo katika hali hiyo na sio kawaida yako? Unaonekana kama upo katika hali ya hasira. Tatizo namtishia mwanangu maisha ndio sipendi. Kwa nini unamtishia mwanangu maisha? Mimi mbona sikumtishia amani mwanao? Na nilizungumza kwa nia nzuri tu, sijazungumza kwa nia mbaya. Na vile vile mimi niliongea na mwanao kuhusu mazuri tu, nilitaka ikiwezekana tukielewana mimi na yeye tuwe mtu na mke. Kwani mama uhitaji kwa mimi mkweo? Yaani mimi niwe na mkwe kama wewe? Wewe. Yaani hiyo potezea kabisa. Hivi umepata ujasiri gani wa kumtishia mwanangu maisha wewe? Wewe ni kidume sana Mama Muna, mimi siwezi kumla nyama mwanao. Kwa sababu nitamlaje nyama mtu ambaye ninayempenda? Siwezi na sitaweza. Mimi ninampenda kwa dhati na ndio maana najaribu kumwambia. Kama tutaelewana, basi haina shida. Unawashwa
Nashindwa hata jinsi gani kueleza mama Muna. Mimi sikuwa na nia mbaya kiasi hicho. Kiukweli mimi nampenda binti yako. Na ndio maana yote yametokea. Na sikuwahi kumtishia Amani bwana, Hem tuelewane. Kama umeona mwanangu ni mzuri, mwanzo leo mwisho leo kuonana naye mbele ya macho yako. Mama Muna. Naomba usinifanyie hivyo. Mimi Mama Muna, tuelewane basi. Mbona umenipa mzigo mkubwa Mama Muna? Mimi nitawezaje kumiliki mimi? Mama Muna, naomba uone huruma, Mimi maisha yangu najitegemea mwenyewe Mama Muna. Mimi ukinifanya hivi itakuwaje Mama Muna? Mama Muna. Mama Muna. Mama Muna. Mama Muna. Saizi kakaangu. Salama vipi? Safi, nilikuwa naulizia njia ya kuelekea kwa mganga Kimwaga. Manake naona kama nimepotea njia. Anaonekana kabisa huyu. Unaonekana ni binti mdogo sana. Na kwa muonekano wako utakii kabisa kujihusisha na masuala ya uchawi. Hivi Kimwaga ni mganga ni mchawi? Na kama umeanza kuzungumzia masuala ya wachawi, dadangu, mimi nakuomba achana na mimi. Niache niondoke na safari zangu. Hapana kakaangu, mamangu ni mgonjwa sana. Kwa hiyo nilikuwa namuulizia mganga Kimwaga ili atusaidie. Haijua hiyo. Unipati kama tabia yako Kimwaga ujibadilisha leo umesema uchukua sura ya kike kidogo wewe na kishepu imani nikamata mimi bwana yange unipelekea unavyoweza wewe umenikosa mimi sio msukule mama kwa heri kaka Mama Muna. Nimekuita hapa kuna tatizo. Sasa. Na hili tatizo kubwa umelisababisha wewe. Umemwona huyu? Huu ugonjwa umempa wewe. Sasa kwa nini unaamua kuwa na roho mbaya kiasi hicho? Shida kubwa ni nini? Hebu niambie. Amekufanya nini huyu? Nakuuliza, amekufanya nini huyu mpaka umempa ugonjwa? Shida nini? Tatizo lake huyu ni mjeuri. Anajibu majibu ya ovyo, anatusi wenzie, hana nidhamu. Anamtishia mwanangu maisha. Saa yote mwanangu anajikunja, hana raha. Heshima hana, yeye anajibu watu majibu anayoyataka yeye. Na ndio maana nikamfanya hivi. Sawa. Lakini niwaambie kitu kimoja. Sisi katika chama chetu linapotokea tatizo lazima munione mimi mkubwa. Sawa sawa. Mimi ndiyo mkuu, si ndivyo? Sasa wewe ukupaswa kumhukumu huyu. Wala huyu hapaswi kukuhukumu wewe. Linapotokea tatizo muniletee mimi Kimwaga. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi ndio nitajua natoa vipi hukumu. Sawa?
Kwa hiyo mimi ninachokihitaji kitu kimoja. Ndio. Huyu atibiwe. Kabla sijabadilika Kimwaga. Kabla Kimwaga sijabadilika. Nadhani nikibadilika mnanifahamu vizuri nakuwaje. Sasa mimi nimekuita hapa, huyu bwana atibiwe mara moja. Sawa? Nataka umtibie haraka inavyowezekana kabla Kimwaga sijabadilika. Naeleweka vizuri? Sawa mkuu. Haya, mtibie. Kimwaga, asante sana ndugu yangu. Nashukuru sana kiongozi wangu. Safi sana. Hivyo mimi ndio ninapenda. Sawa. Haikupaswa wewe umhukumu huyu wala huyu akuhukumu wewe. Nakusikia mkuu. Wewe inabidi umhukumu mtu mwingine na huyu amhukumu mtu mwingine. Sawa? Sisi tunategemeana. Wewe kazi peke yako utaweza kufanya? Lazima uwe na mwenzio. Mwenzio ndio huyu. Leo unampa ukilema wa macho. Inakuwaje hapo? Mama Muna hapo unapaonaje hapo? Uelewa. Hii taarifa vije kwangu. Sawa? Sawa. Kutokana tayari umeshamtibia. Wewe unaweza ukaenda. Kimwaga, mbona umemruhusu haraka? Mimi nilikuwa nataka na mimi nimpe ugonjwa wa kukimdondo. Awe anaalisha japo siku 2. Na ndio maana nimemuita kwa ajili ya kukutibia. Kwa sababu sisi tulivyo hatuwezi tukahukumiana sisi kama sisi. Inabidi wewe umhukumu mtu mwingine na yule amhukumu mtu mwingine na mimi ni mhukumu mtu mwingine. Sio sisi kwa sisi, sisi tunategemeana. Kwa niaba ya Capture City ambao ni tunafanya kazi pamoja na Vodacom niliwajua Key Company Limited kwa huduma ya viwanja bora kwa huku maeneo ya Chanika Kikomboza. Tumefanya nao kazi, wana huduma nzuri ambayo inaridhisha mpaka leo. Kama mnavyoona tunawaleta wateja wetu wakubwa wa Vodacom ambao ndio tunafanya nao kazi kwa niaba ili kuwakabidhi viwanja vyao. Kama unavyoona hivi hapa, tumeshanunua viwanja na tumehudumiwa pasavyo vyema kabisa, salama. Kwa hiyo kwa uaminifu zaidi, kama unahitaji kufanya biashara ya viwanja kwa huku Chanika au maeneo mengine, wacheki Key Company Limited. Wana project nyingi mbalimbali kwa ukubwa wa viwanja tofauti na bei tofauti ambazo ni affordable kwa kila mteja ambao unahitaji kupata huduma ya kiwanja na kujenga. Key Company, wauzaji na wakopeshaji wa viwanja kwa bei poa. Viwanja vyetu vinaanzia shilingi 1,500,000 hadi 3,500,000 na kuendelea. Key Company tunapatikana Chanika mwisho. Kwa mawasiliano piga namba 0714517129. Key Company kwa viwanja bora vya uhakika.